Niwaombe sasa waheshimiwa mawaziri, alikuwepo Mheshimiwa Waziri Mkuu, naona bahati mbaya ametoka, niweze kualika waweze kutembelea jimbo la Ludewa, waweze kutembelea ile barabara ya Itoni Ludewa Manda na ile barabara ya Mkiu Liganga Madaba, kwa sababu sasa hivi ninatambua kwamba serikali imefanya jitihada kubwa sana kukwamua mradi wa Liganga na Mchuchuma. Kwa hiyo tunavyozungumzia mradi wa Liganga na Mchuchuma, wananchi wanajiuliza sasa kwamba tunasema mradi uko hatua nzuri, mbona barabara bado ni changamoto sana? Kwa hiyo naamini kupitia ugeni huu kwa Mheshimiwa Rais mkoa wa Njombe, tutapata wageni Ludewa ambao watakwenda kutembelea barabara ya Itoni Ludewa Manda, lakini vile vile hii barabara ya Mkiu Liganga Madaba kwa Mheshimiwa Superfeo kule. Ni muhimu sana kwa sababu miradi hii kwenye dira ya maendeleo ya taifa ndo kama inabeba Mheshimiwa Kitila Mkumbo anajua anachokisema maana yake nini. Kwa sababu kwa sasa hivi nimeona Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye taarifa yake amezungumzia mradi huu wa Liganga na kuonesha kwamba serikali iko serious sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa natafuta takwimu chache, nimeona kwamba kwa kitendo cha serikali kuagiza chuma nje ya nchi, tunapoteza fedha nyingi sana za kigeni, kati ya dola bilioni 1.22 hadi dola bilioni 1.5 ambazo ni sawasawa na shilingi za Kitanzania trilioni 3.2 hadi trilioni 3.5. Kwa hiyo ni fedha nyingi sana ambayo tunaipoteza kuagiza chuma nje ya nchi. Kama hiyo haitoshi, tunapoteza vile vile ajira nyingi. Mradi unaweza ukaajiri Watanzania wengi sana. Na katika hili Mheshimiwa Mwenyekiti, tuombe serikali isielekeze viwanda vyote eneo moja. Lazima tuweze kutawanya hii miradi ili wananchi wasijae sehemu moja. Jiji la Dar es Salaam tunahangaika leo foreni pale, lakini sasa viwanda vyote tunataka vikae kule. Makambako kulikuwa na kiwanda pale cha dawa na yeye tunataka tukipeleke Dar es Salaam. Kumbe tukivitawanya hivi viwanda, hata wananchi tuna control mtawanyiko wa watu wetu. Wengine watakwenda uelekeo huu, wengine watakwenda uelekeo huu. Kwa wananchi wanaona pale pana fursa ya ajira nyingi sana ambazo serikali inazikosa. Lakini vile vile ukiacha ajira, hata kodi mbalimbali, zile kodi ambazo mwekezaji angelipa Liganga zinakosekana. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuanza huu mradi, na kabla ya kuanza mradi tuanze kuboresha ile miundombinu. Barabara ile kutoka Itoni Ludewa Manda na Mkiu Liganga Madaba. Lakini vile vile nashukuru kwenye taarifa zote za fedha nimeona kwenye bajeti imo. Tumeona pale kuna ile barabara inayoanzia kule Liganga kuunganisha na Mchuchuma kupitia Ibumi. Nimeona imetengewa fedha pale, nashukuru sana serikali kwa hilo. Lakini hata barabara kutoka Mawengi kwenda Manda ambacho ni kilio kikubwa sana cha wananchi, na ndio maana nilikuwa naomba ikiwezekana kabla ya Mei Mosi, kama Mheshimiwa Waziri Mkuu atapata nafasi aweze kwenda kuikagua ili aone jinsi gani wananchi wa Ludewa wanavyokutana na changamoto za usafiri kwa muda mrefu. Tunatambua kwamba kuna mkandarasi na tunatambua kwamba serikali imemlipa. Kwa hiyo tunaona jitihada, lakini sasa tunaomba sasa twende kwenye matokeo. Mvua sasa kwa kule inakwenda mwisho, tunaomba Wizara ya Ujenzi tusaidie mkandarasi aweze kurudi site, aanze kurudisha vifaa site na afanye maandalizi kwa ajili ya kuendelea na ujenzi ile sehemu ya Lusitu mpaka Njombe. Na hii nyingine tukipitisha bajeti, na mimi naunga mkono hoja ya Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu naona kuna fedha kwa ajili ya barabara kipande cha kutoka Mawengi hadi Manda kilomita 211, lakini vile vile hizo kilomita 70. Kwa hiyo nashukuru sana, naunga mkono hoja ili hayo yaweze kutekelezeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo wananchi wa Ludewa wanapenda kulifahamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu ni jambo kama la kisera, ndio maana alisemea hapa. Lakini ilifaa sana kule kwa Mheshimiwa Aweso kwenye Wizara ya Maji. Kulikuwa na miradi ya maji ambayo ilikuwa ifadhiliwe na USAID. Kwa Ludewa tulikuwa na miradi 9. Kulikuwa na mkarabati wa maji Ibungulu, Lifua Manda. Kulikuwa na ujenzi wa mradi wa maji Masimbwe, Lupanga na Mlangali. Kulikuwa na mradi
wa Utilili, kulikuwa na mradi wa Kitewele, kulikuwa na mradi wa Mkiu, kulikuwa na mradi wa Liugai, lakini vile vile kulikuwa na mradi wa maji wa Kiwe, kulikuwa na mradi wa ukarabati, mradi wa Ludewa mjini na Ludewa kijijini, Mapetu na kwa Magego. Lakini sasa kwa bahati mbaya miradi hii yule mfadhili alijiondoa. Sasa nitaka kuona, kwa sababu jambo limekaa kama sera, je, serikali ina mpango gani? Na nitamani sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati wa hitimisho atoe maelekezo kwamba ile miradi yote ambayo ilikwama kutokana na mfadhili kujiondoa, ambaye ni USAID, iweze kuingizwa kwenye bajeti za serikali kupitia mfuko wa maji, ili wananchi hao waweze kuondokana na changamoto za maji. Lakini vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo jingine ambalo nilipenda kulizungumzia ni eneo la elimu. Kule Ludewa tuna shule za serikali 114 shule za msingi, lakini vile vile tuna shule 4 binafsi. Kwa upande wa hizi shule 114 za serikali ambazo ni shule za msingi, tunashukuru serikali miaka 5 iliyopita imefanya kazi kubwa sana kuboresha elimu ya sekondari, miundombinu ya elimu ya shule za sekondari, lakini kwenye eneo la shule ya msingi bado kidogo kwa Ludewa tuko nyuma. Katika hizi shule 114 shule nyingi zina miundombinu ambayo ni chakavu sana, lakini vile vile zina uhaba wa walimu. Nilikuwa pia nimeomba takwimu kwa shule hizi 118 tuna wanafunzi 34,705. Kati ya hao watoto wa kiume wako 17,093 na watoto wa kike 17,612. Lakini tuna upungufu wa walimu 565, kwa sababu walimu ambao tunao kwa sasa ni 683. Kwa hiyo walimu 683 ukiwagawa kwenye hizi shule 118, unaona jinsi gani kuna shule nyingine, kwa mfano shule ya msingi Mbongo ninavyozungumza ina walimu 2, shule ya msingi Kipingu, shule ya msingi Nkwimbili. Kwa hiyo wastani kwa shule tunakuwa na walimu 4. Kwa hiyo niombe sana serikali iweze kutuongezea walimu, kwa sababu natambua walimu tuliletewa na kila mwaka serikali imekuwa ikiajiri walimu, ila changamoto kasi ya kuhamisha walimu ni kubwa sana. Na najua hatuwezi kuzuia uhamisho wa serikali, lakini tunaomba sasa kwenye mgao huu wa sasa Ludewa iweze kupewa walimu mbadala, ili tuweze kuondoka kwenye kuwa na walimu 2 mpaka kuwa walimu 8 angalau. Na walimu wenyewe ukiongea nao inaonesha kwamba ili mwalimu aweze kutimiza wajibu wake ipasavyo, inabidi shule angalau iwe na walimu 8. Hapo ndio mwalimu anaweza akaandaa lesson plan kwa utulivu, akaandaa hiyo subject logbook, akaandaa na teaching aids na vitu vingine vyote vinavyohitajika, na watoto watapata taaluma ambayo ni bora sana. Kwa hiyo wakiwa shule walimu 2, mmoja akipata dharura inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naona umewasha kengele. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja.